Lakini pia Joseanda alikomplain na juu watu wanafaa uko na lala. Mambo ya kufinya simu. Wewe wacha niongee na wewe guys. Wewe ukienda kutembea kwa ndugu yako na kona bibi, ikifika 1:30 inafaa uko umelala kabisa. Wakati nilitoka kwetu, nilikuja na lengo la kutafuta pesa. Wakati nilitoka kwetu, nilikuja na lengo la kutafuta pesa. Nataka unisikize. Na hapa kuna mwenzangu pia akitoka kazi alikuwa anapiga hesabu ya familia. Mimi ni muuni. Nikikuja Nairobi mimi ni muuni. Nikitoka nyumbani mimi ni muuni. Na nielewa? Naongea na maisha yako. Sasa nimekuja Nairobi nimepata mse wangu ameoa na mimi ni muuni. So hapa nitaishi aje kwanza kwa huyu beshte na mimi ni moro wake. Na naona sasa mrembo yani no, lakini mse ananijua juu ni moro wangu. Unanielewa? Sasa mimi nimekaa tao, nimetoka ushago. So hapa nitajihandle aje na huyu mse pengine hawezi nifukuza, unaona? Hawezi nifukuza, si unaelewa? Mtu ni best yako anaona haiwezi. Unaona? But sasa mimi nilikuwa siku moja nimekaa na bro wangu. Nikawa namuuliza kuhusu na naongea na wewe guys, niko kite hapa na naongelelea hapa. Huku ni kite. Sasa nikawa nauliza huyu msee. Ni bro wangu namuuliza, kaka, na wewe bana unakuaga umenipenda hivi, unafikiri ukifika wakati umeoa na uko na mke wako na mimi for example sasa nataka kutembelea na upate labda mke wako anipendi, itakuwaje? No, hizi ni stories za mtaa boss. Hizi ni stories za mtaa, naye Jose Hunter ndio mimi nimekalia hii comedy na kuuliza aje. Hii naongea na life yetu. Hii ni kitu ina happen, sio ati ni kitu siri na kuuliza. Mimi nikauliza bro wangu, in case umeoa mke, then mimi nataka kuja kukutembelea bro, na natoka mbali na ni safari ya hela. Akanijibu, sasa ni bro, akanijibu ati mimi ni heri nifukuze mke wangu aende, lakini bro wangu abaki. Uongo. Uongo. Ati aliniambia heri afukuze mke wake. Bibi, we boss, unanielewa? Ufukuze bibi yako kwa sababu ya ndugu yako ati amekorofishana na bibi yako. For example tu. Sasa tukaongea kama story. Hiyo ni tunaongelea miaka mingi sana tu. Miaka mingi sana hapa nyuma we boss. Usinione hivi. Mimi nimekula chumvi bana. Mimi sio rika yako, unanielewa? Mimi naweza kuwa age mate yako, usicheze na mimi. Mimi ni spirit bana. Na spirit inatembea mahali pengi sana. So nikaambia bro wangu, ni sawa tu. Kama itaiko hivyo basi, itakuwa poa. Ikafanyika muujiza, nikakuja hiyo Kitengela siku nyingine. Ikafanyika muujiza, nikaenda town siku nyingine. Nikaenda kwa bro wangu. Wakati hiyo si hajaoa. Si maisha ya Kitengela safi. Si life ni safi. Hii ni life ya Kitengela tunaongelea. Wachana na huko kwetu nilitoka, juko kwetu nikianza kukuambia boss kichwa itakuuma. Mimi bana usicheze na mimi. Sasa si ndio hii kajipa siku moja 2 3. Nikamuuliza tu kwake, bro, Jimmy bana niliona bro amefika miaka za kuoa. Juu bana usifai wishi muuni, ni vibaya sana. So tukaongea na bro na tukaelewana vizuri. Hapa nikakuja kumwambia, bro, nasi hapa sasa hivi kulingana venye umepanga nyumba yako smart hivi. Hii sasa si inafaa umebakisha tu kuoa. Naelewa yule ni mblaina, but ni bro wangu, ni mblaina. Sijali, unajua kila kitu na wakati wake. Basi, nice, uko na nyumba poa. Na hii nyumba inataka tu bibi. Sasa mimi nataka tu sasa shemeji. Kimzaa, naye Mungu ni nani? Alafu bro bana, unajua kwenye mnakaa aje? Sasa najua ndio nimetokeze. Sasa kijijini bana, hiyo mlazo ya kijijini hiyo tumrambezi. Tunafaa tufutilie mbali sasa tuanze life
ya kujenga future ya mtu. Oh, bana tunaishi na bro wangu saa hiyo. This is the true story. Hii ni story za mtaa, na ikaleta shida kwa sababu ilifikia wakati ya sasa alioa. Mtu anaoaga, alifika wakati ya kuoa bana. Madharau ya kwanza ni madamu hataki kuona mwanaume mwingine ako kwa nyumba juu, hata kama ni wewe ndio demu. Kwanza iwezi, sijui kama unanielewa. This video not made for kids, Sasa I don't want to see this guy. Sitaki kuona brother wako kwa sababu sasa kumbe. Lakini pia Joseanda alikomplain na juu watu wanafaa uko na lala. Mambo ya kufinya simu. Wewe wacha niongee na wewe guys. Wewe ukienda kutembea kwa ndugu yako na kona bibi, ikifika 1:30 inafaa uko umelala kabisa. Kama ni chakula ikupate, kama Yesu kupate basi wewe lala, mtaonana asubuhi. Na kuelezea kitu. Sasa Joseanda saa ina hajalala. Mtu ako na bibi, wewe unafikiri bibi atasikia aje? Si mimi najua ni kwa bro wangu ama ndio haiwezi, utaniambia nini? Wapi? Enda huko, ni kwa bro wangu. Ikawa hivyo venye mimi nimejua hivyo na nimejijazia. Kumbe bro wangu naye wanaona wake tu ni Delila. Venye Samson alikamatwa akili. Kuna mtu ataki kuwa na nguvu au usinidanganye. Aenda huko. Hakuna mtu ataki kuwa na nguvu. Kama Samson alidanganywa na manywele zake zote zikafinywa, sawa uniambii kitu, enda huko. Sasa bana bro akatiwa chumvi. Sasa si unaelewa story vingi inaenda. Tuko hapa. Hizi ni story za mtaa na sio za jaba. Sasa siwezi kuambia ni bro wangu mgani. Mimi niko na mabro wengi ndio isilete shida. Nisianze kusema ati ni problem nimejiletea na mimi mwenyewe ndio nilijitakia. Wewe enda ushindwe. So iko hivyo. Bro wangu hiyo kitu ikaingia kwa akili, tu bro wako hapa. Nikasikia bro amesema, itabidi kaka ni aje, nataka tuongee nawe kidogo. Si ni bro. Nini kujituma pale kwa kiti teke shia. China tunjugu, wanatumiogo, wanatunduma, wanakaribisha mtu vizuri. Na kandizi kidogo, bwana na ikura bwana nilishiba. Sasa bwana jamani, sikia hii bwana. Akaniambia nitakupea sufuria mbili. Alinisaidia kwanza, alinipea sufuria mbili. Nitakupatia sufuria mbili na kama address hapa. Ama na gunia mbili tatu. Tafute kanyumba, nitakusaidia kulipa, then tujue vile utakuwa unaishi. Ili change tu hivyo juu ya huyo demu. Hata bro wako bana usicheze naye. Ngoja nikwambie vile kadi. Hapa kuna watu wamekuja kunifukuza. Tutaendelesha episode nyingine, usijali. Tutaendelesha nakuja na stories za mtaani. Na vitu vyenye viko real. Si ndio hiyo Jose Hunter niko kite. Tutaendelea na episode. Nilikuwa shughuli mahali. Shughuli ya kuact.